ministry to the next level. God is catapulting your life to the next level because of love and faithfulness. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Light them on the tablet of your heart. Sikia Kiswahili. Rehema na kweli. Ambia mwenzako rehema na kweli. Siziachane nawe. Zifunge shingoni mwako. Ziandike juu ya kibao cha moyo wako. Let me tell you, wacha sasa niwaambie ukweli. Si uko na bendera wengine wameifunga kwa shingo, wengine umeishika. Lakini kuna mtu anajua ukweli kabisa, hapendi mzazi wake, hapendi mama yake na hapendi baba yake. Na uko hapa. Uko hapa. Unatoka hapa ukiwa kiumbe kipya. Because there shall be a transformation in your life. Leo. Are we together? Rehema na kweli ziziachane nawe, zifunge shingoni mwako, ziandike juu ya kibao cha moyo wako. Mimi sitakuuliza wewe usipende mama yako na usipende baba yako. Mimi sita shida na hiyo, because that is your choice. Lakini wakati Mungu atainuka hivyo, atafuta wale watu wanampenda na wale watu wako na uaminifu na vile ambavyo wanafanya. Utaachwa hapo ukiwa umejikuja polepole tu. Mungu atembelee wale ambao wanampenda na wanamuonyesha uaminifu, na wale ambao wako roho kwake awatendee, ubaki hapo ukiteta. If you do not want to carry a complaining spirit, wacha upendo na uaminifu, wacha rehema na kweli zikae ndani ya moyo wako. Na kama wewe unakuaga na tabia ya kucomplain mbele za Mungu, uache. Kuna watu wengine hawana kitu kingine, ni kuteta tu mbele za Mungu. Hakuna kitu kingine, kuteta mbele za Mungu, which is very wrong. Bwana Yesu asifiwe. Can you say, I'll be loyal to God? Are we together? Can you say, I will be loyal to God? Ninaenda nikimalizia na ninajua ninasaidia mtu. Deuteronomy chapter number 8 verses 3. Na wale wanaandika waandike hayo maandiko kabisa. Deuteronomy chapter number 8 verses 3. Tuandikia hapo. Deuteronomy, Kumbukumbu la Torati. Listen to what God told the children of Israel. Sikia. He harbored you, causing you to hunger, and then feeding you with manna, which neither you nor your ancestors had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. Listen to this. Akakunyenyekeza. Hapa kuna watu ambao Mungu alinyenyekeza. Acha niwafundishe kitu moja. Kuna wakati ulikuwa na mali, na Mungu akatazama ile kiburi iko ndani yako, itafanya ukufe mbele ya wakati wako. Kuna wakati you are so well up in life, Mungu akaona ya kwamba huyu mtu hata hafikiri mambo yangu. Ungeonekana kanisani, ulikuwa kwa beach, natoka Mombasa unaingia Diani, unaenda kila mahali. Mungu akakutazama, akaona I cannot afford to lose this person.
akakuondolea mali kidogo, akakunyenyekeza kwa sababu you did not show God loyalty. Unanielewa? Na ndio maana Mungu anakumbusha wana wa Israeli that niliwanyenyekeza na nikamwacha muone njaa. Wacha niulize hapa, kwa sababu mko hapa, na mtu aseme ukweli, ni nani ashawahi lala njaa? Na si ya kwamba Mungu hawezi kutumania. Uko na watu wako na pesa, uko na watu unaweza wapigia waambie mimi sina uga kwa nyumba, lakini wote ulikuwa unawapigia simu, hakuna mtu anapatikana, na akipatikana anakuambia mimi sina namna ya kukusaidia kwa sababu labda niende kwa bank Monday ndio nikutumie pesa. Mungu akaacha ulale njaa. Uko hapa, mimi nisha witness hiyo kitu, kwa sababu Mungu kuna kitu alikuwa na test katika maisha yangu. Niliwanyenyekeza nikawaacha muone njaa. Mungu akikuachilia hivi, anakaanga mahali, anakutazama, wacha nione huyo, ile stay pathetic. Kuna watu waliachwa na Mungu kidogo, akawaachilia kidogo, waone kama wanaweza kuwa kanisani kila wakati wakimuomba huyo Mungu. Alikutazama tu. I told you about the barren woman in the book of Isaiah chapter number 54. Ambapo Mungu aliambia mwanamke tasa, nilikuacha kwa muda, lakini kwa rehema na kurejesha. Kuna wakati hukuonyesha Mungu loyalty, aliondoka tu kidogo, hakuondoka sana, kwa sababu hukuteseka miaka mingi, uliteseka few months. Lakini maandiko yanasema aliwaacha waone njaa, all of a sudden akakulisha kwa mana. Mungu aliachilia wana wa Israeli kidogo, lakini kwa sababu ni Mungu wa rehema na anapenda watu wake, alikuja siku moja akaona kuteseka kwao, akawapatia mana. Maandiko yanasema mana ilikuwa inatoka mbinguni inateremka. Sasa kama kuna miracle ambayo ili happen katika enzi za Biblia, ni hiyo. Chakula inapikiwa mbinguni. Kama kuna miracle ili happen, ni hiyo ambayo ilishtua wana wa Israeli, ilishtua ulimwengu mzima. Akakulisha kwa mana ambayo hawakuwa wanajua inatoka wapi. Na wanawaambia, Mungu anawaambia, wala baba zako hawakuijua. When you show God you are loyal, kuna njia ambazo atapitia na hutawahi zijua. You shall always see God providing to you na hujui. Ni nani ashawahi tumiwa pesa na huyo mtu alikutumia pesa mpaka wa leo humjui na hajawahi kupigia simu? Mko hapa, ulitumiwa tu pesa from nowhere, hujui huyo alituma pesa ni nani. Simply because we are loyal to God, akaamuru mtu tu kutoka bali akakutumia pesa, njia ambayo hukuwa unajua ya kwamba Mungu anaweza ipitia. Na ni kwa sababu niwafundisha, and you have purpose to be loyal to God, na Mungu apitie kwa njia ambazo hujui na akuletee kile ambacho unahitaji katika jina la Yesu. That is my prayer. Mungu akuletee kile ambacho unahitaji. Hebu nirudishie hapo, nimalizie hapo, ndio tuombe, tutoe sadaka, tumalize ibada ya kwanza. Baba zako hawakuzijua, apate kukujulisha ya kuwa mwanadamu haishi kwa mkate tu, sawa, bali huishi kwa kila litokalo kwa kinywa cha Bwana. God is telling you today, be loyal to me and your life shall never be the same again. Be loyal to me. Kama huwezi kuwa loyal kwa rafiki yako ambaye mmekaa pamoja na yeye, you cannot be loyal to God in whichever way.
Kuna mtu aliapa hata ingia na ule mlango leo kwa sababu si yeye anasaidiwa. Akakosa kuonyesha Mungu loyalty katika maisha yake. I have this prayer to each and every one of us. If you have purpose to be loyal to God, na Mungu akutembelee, akutimizie hata yale ambao hujaomba.